na recent case ya 2018 kwa jina ya Irene Juliet Otieno ndo ilikuwa kusema after results za KCSE zilireleasiwa na the then Education Cabinet Secretary Amina Mohamed. Mwaka ni 2018 mtu wangu. Na sasa Pangani Girls High School ilikuwa imetoa the best student nationally for the second time in a row. Mwenye alimanage kushinda over 660,000 students na kupata an A plane of 87 points. Na kitu interesting ni kwamba hata kabla exam ianze, Irene Juliet alishajua atakuwa Kenya 1 kwa KCSE. Na hata alisema prediction pale kwa KTN News. Na ikapentu hivyo mtu wangu. I did my exams with a lot of confidence. I remember just the Sunday before exams, I had spoken to KTN News and had actually confessed that I'll be the top girl. Na hata story yake ilienda more viral after the Atheists in Kenya Society, ikiongozwa na jamaa anaitwa Harrison Mumia. Walimuofa chance ya kuregister kwa hiyo society yao na hata kumpromise doa akikubali hiyo offer. Lakini sasa the big question mtu wangu, where is Juliet Otieno in 2025? Well, back then in 2018, Juliet alikuwa na dream ya kusoma Stanford University na kufanya course in aeronautical engineering. Lakini mtu wangu, nika vitu zilikam zikachange kidogo. Yusa by 2019, Juliet alikuwa placed pale the Technical University of Kenya under sponsorship ya Gava. No story ilileta a lot of mixed reactions from Kenyans. Not long after kuplesiwa TUK, a new door iliopenia Juliet na sasa akapata admission na full scholarship pale Strathmore University. My name is Irene Juliet from Pangani Girls School. I scored an A of 84 points in KCSE. This was the top girl, all the way from Pangani Girls. Let's give a better round of applause. Lakini mtu wangu hata hapo Strathmore, modo ziliopen na Juliet akasikiwa scholarship ya KenSAP yenye ilikuwa estimated at around 4 million Kenyan shillings. Na so the brilliant student akapata her way to Yale University in North America. Fast forward to July 2025, Juliet sasa anafanya kazi as a data scientist after kumaliza course pale Yale University in 2024. Mazena kwamba ikifika kwa stories za computer, sasa Juliet ndo HOD mtu wangu. Yote bado akiwa kampo. Pia alifanya role ya kuwa cluster technician na definitely saizi kwa one of the most lucrative careers in the world. Mtungu, sasa onto a very sad story. Acha to go back to the year 2012. Yani kama 13 years ago. Mtungu, hii time, mazari za KCSE zimereleasiwa na the late Mutula Kilonzo, ambaye sando alikuwa Minister of Education hiyo time, na mwenye alikuwa na lead charts nationally ni kijana mmoja aliitwa Tony Edgar Odongo, all the way from Maseno School, na libag A yake safi ya 89.9 points. I did not expect to be the best. Isitoshe mtu wangu, hata back in the year 2008, Tony Edgar already alikuwa shamake headlines. Jusa kwa KCPE yake, pia aliscore 440 marks out of the possible 500 na saka imaja among the top pupils nationally. Hapo ndo Tony Edgar alipataga sponsorship ya Wings to Fly na his entire time at Maseno ikakuwa fully sponsored na the Equity Bank. Immediately after results za CS kutoka, Tony aliconfess kwamba dream yake ilikuwa being a pilot, lakini baadaye jani yake likamkuchange kidogo na kaingia course ya electrical engineering pale Yale University in the USA. Na mazali sikuma hii shughuli fiti na kagraduate in the year 2019. Kufika 2020 mtu wangu, COVID ikianza kushika kote kote, Tony alifly back to Kenya kukana familia yake. But mtu wangu kumbe kwanza hii time, ndo everything ingechange kuhusu life ya Tony maze. Kufika August 2021, usikii Tony akakuwa declared dead maze. Hii ni after alipatikana around 3 am place inaitwa Ogongo Estate in Homa Bay County akiwa na injuries kibao na ameachwa akibleed kando ya barabara. Hapa ndo sali rashiwa Hosina Good Samaritan na inasemekana hiyo time bado alikuwa conscious. But mtu wangu, later ili happen kwamba the injuries ilikuwa na much impact on Tony na after kuwa transferred to Russia Hospital pale Kisumu, ikakuwa Tony hayuko tena mtu wangu. Kuhusu backstory ya hizi events, familia walisema kwamba Tony alikuwa amestay out late for that night na vile masaa za curfew zilifika wakakuwa worried kidogo na kumpigia. Later after calls zao kukuwa unanswered, ndo akajua kitu ilikuwa mbaya, na asubuhi kufika ndo information ikawarichia kwamba Tony alipata accident. Test za madaktari baadaye zilireveal kwamba Tony alikuwa na bruises na ilikuwa sign ya kuwa drug possibly na kitu kama gari. Na sasa ikuwa julikana ni kina nani walikuwa involved na hiyo story maze. Tony Edgar alikuwa laid to rest pale 2021 August tarehe 20 kwa village yake Nyikorongo, Migori County. Na mazee hopes za familia yake kwake zikakuwa shattered evil in the saddest manner. Na mtu wangu, after hiyo story tragic ya Tony Edgar, I think unafaa tena kujiprepare for another emotional roller coaster. Juu story next pia ni painful design ya juani.
Tunarudi back kidogo to the year 2013. KCSE zikiriliziwa na the then cabinet secretary Jacob Kaimenyi. Na hapo sasa mtu wangu, ndo jina ya Nora Chelagat Borus ikakuwa among majina zilimake headlines kwa media for their stellar performance. Have dreams. Nora alimanage kuwa the best student in Nairobi County, the second best female in Kenya, and the fourth best student nationally. Na alisomeaga pale Precious Blood, Riruta, na huko saka break record akiscore clean A of 86.9 points. Na mtu wangu, after the impressive results, life ya Nora iliendelea kipick momentum, na year later akajoin Stanford University in California, USA. Hapo ndo alichukua course ya computer science, akifocus sana na mambo ya artificial intelligence na machine learning. Na sio tu mtu wangu, jisa Nora pia alikuwa na run coding bootcamps hapa Kenya, na ikakuwa way yake ya kugive back to the society through her craft. Lakini mtu wangu, mambo ilikamika change unexpectedly just when Nora had enrolled for her masters at the same institution huko US. Yusapo June 2019, news ilibreak from the university kwamba Nora alipatikana lying lifeless kwa residence yake hapo Stanford Uni. Ilikuwa so shocking mtu wangu. I mean, how? When? Why? Kila mtu alijiuliza maze. KCSE student Nora Chelagat Borus has died at Stanford University in the United States of America. Then 4 months later, a report from Santa Clara Medical Examiner in USA ilireveal kwamba Nora alipass away after taking her own life. Mtangu, imagine, hiyo time alikuwa just 24 years old. Na ndio tragic incident ikahappen maze, na kushata dreams zake, na wale wote walikuwa connected to her. Well, on June 29, 2019, Nora alikuwa laid to rest pale hometown yake in Elgeyo Marakwet. Watu wengi wakiachwa na unanswered questions. Jusa mtu wangu haikuwa ikamkujulikana. Kitu ilisumbua Nora that much, to the extent yeye mwenyewe kujimaliza maze. Mtu wangu, after hizo heartbreaking stories tumekava previous, kufika August 2021, usikii Tony akakuwa declared dead man. Such to slide into some good news maze. Na rewind back to the year 2011, yenye sa shule fulani huko Kakamega County ambayo inaitwa St. Peter's Seminary kilitop headlines after kutoa top student nationally who went by the name Job Nalianya. That we have 4 Ds of education. We have discipline, diligence, devotion, and I think those are the key items that you have to follow for us to succeed. So if you put that in mind and you have to be very close to God, I think you can do anything. 2 years after kuwa Kenya 1, usiki Job saliwinigi admission ya kuingia Stanford University huko USA na kapasi ukose electrical engineering yenye sali kuja kumaliza in the year 2017. Without wasting time, Job akahop into his master's degree at the same institution, akifanya the same course ya electrical engineering. Na by 2021, kijana wetu already alikuwa employed maze. Hiyo time, Job alikuwa nawa kama an integrated circuits designer for company yenye inaitwa Texas Instruments. Yani role yake basically ilikuwa kudesign chips za electronics, za vitu kama laptops, iPads na masimu. Na by November 2021, Job akaland kazi ingine bado as an IC designer. Sana company inaitwa Mojo Visions huko US. Na mtu wangu hapo hivyo aliwork until February 2023 kabla kushift tena kwa kazi ingine. Tukiongea sahi mtu wangu, Job anawaka na kampani ya Apple pale California, na sa role yake ni kwa a display electrical engineer. Display electrical engineer mostly deal na screens za new devices kama masimu ama hata smartwatches. Na so ndo ensure screens za devices ziko accurate ku display vitu kama colors, light ama hata kurespond to touch mtu akiscroll. Na definitely watu wangu, tunaweza sema Job Nalianya pia kwa one of the best paying careers in the world. On to another story of success mtu wangu. Omanga Dickens Omos 87.159 rank 1, and he is the Swahili paper Taifa Leo. As you can see, same photo. When was this? Again, Friday 2nd 2007. Mtongu Ski Dickens alikuwa top of the country kwa KCSE hiyo time, na one of his major dreams ilikuwa to become the Kenyan president someday. But mtu wangu, inasemekana kama Dickens aligive up na hiyo dream, na sasa anafanya vitu kadhaa zile alifind passion into. On February of 2007, the late Professor George Saitoti alideclare Dickens Omanga kama the KCSE champion nationally from Friends School Kamusinga in Bungoma County. Amaze Dickens anasema life yake haijai kwa the same tangu hiyo time. Juza opportunities zilikamzikinok mtu wangu, na hata kabla join campus, Dickens already alikuwa shapata kazi at a regional bank na kaifanya for 2 years. Then later in 2008, sendo akajoin the University of Nairobi kupasi course ya medicine. By the year 2013, Dickens alikuwa officially a doctor na immediately akaingia kwa the medical field